Hello guys, leo tutaenda kuanalyze pair ya Euro USD. So kama tunavyoona, first of all tutatumia TradingView kama platform yetu ya kuanalyze. Sawa. Na pia tutatumia 1 hour time frame kwa ajili ya kufanya setup nzima na technical analyzing. Then tutaenda kwenye 5 minutes ili kutafuta confirmation na entry pia. Kwa bila kupoteza muda, cha kwanza tunaangalia kwenye market yetu. Kwanza direction ya market ipo downward, as you see, downward kwa sababu kuna break of structure nyingi kama mnavyoziona. Tunaweza tukazimark hapa ili siwachanganye watu. Kwa haraka ndio nikawaelezea tu break of structure ni kwamba ni ile break ambayo market inaifanya ili kuendelea na direction yake. Kama tunavyoona hapa, tunakuwa na lower low, tunakuwa na higher low. So lower low ndio ina make break of structure kama tunavyoona. Hizi zote ni break of structure kwenye market yetu. Hivi ndivyo tunavyo determine direction ya market. Tuna mark break of structure zote. Kwa hiyo sasa msioelewa, kwa hiyo mnataka muelewe zaidi. Kwa hiyo market ilitoka huku juu ikashuka hapa ambayo ilitengeneza lower low, then ikatengeneza higher low, then ikaenda chini ika break hiyo structure hapa ambayo nimeichora, ikatengeneza lower low tena, then ikatengeneza higher low, ika break recently lower low, ikatengeneza lower low nyingine ambayo tunasema nini? Tunasema ni break of structure. Then ikatengeneza higher low, ika break recently low. Kwa hiyo nadhani mmenielewa ninavyomaanisha kwamba ni break of structure, kwa sababu zinakuwa ina break recently low. Then kinachofuata hapa tunaangalia kwamba tushaona direction ya market ni bearish. Market inaenda chini, bearish. Kwa hiyo what next now ni kwamba tunaona ya supply zone. Kwa wale ambao wasiojua supply zone, ndio naelekeza kwa kifupi kidogo ili muelewe. Haya, a supply zone kwa definition ni kwamba ni eneo ambalo mauzo yanakuwa makubwa na ina uwezekano wa kutengeneza nini? Resistance. Sasa kwa wale ambao wanataka kuelewa resistance, ni kama vile kikwazo fulani hivi, ina sehemu kama mshakutana kwenye market, ina sehemu inafika haiendelei, ni kama inanasa, yani kama vile inasukumwa iondoke ikishafika hiyo sehemu. Sasa support zone ndio hilo eneo, yale linakuwa na tunasema mauzo yanakuwa ya makubwa sana. Sasa traders wanatumia kama nini? Kama potential sell area, kwa sababu wapo watu wengi waliouza hapo awali. Kwa hiyo kwa haraka hii area hapa juu tunaiita nini? Then wachole area ambayo tunaita
ile ambayo tunaita ni support zone. Okay, this area this area. Na wengi mtakuwa mnajiuliza kwa nini hii area, si ndio? Kwa nini hii area? Kwa nini umechora hapo? Kuna tofauti gani kati ya hiyo sasa ya supply zone na nyingine, si ndio? Utajuaje kama hiyo ni supply zone? Sasa tunasema supply zone waga zina sifa zake, sawa? Na moja ya sifa zake kwanza ni usually wide area. Sio tu ni eneo moja, au sio kama ilivyokopo order block tunasema kwamba ni candlestick moja ambao sellers au buyers wanakuwa wameweka hapo order zao. Hii tunasema ni wide area, kwamba hii ni eneo kubwa ambalo hizo order zinakuwa zimewekwa. Kwa pia sifa yake nyingine ni kwamba price inaweza kuretest hapo, alafu na kuondoka tena. Kwa hiyo price inaweza kurudi kushuka kutoka hapa. Si umeelewa? Hiyo pia ni sifa nyingine ya nini? Ni sifa nyingine ya supply zone. Sawa. Kwa tamaki hiyo as a supply zone. Get mark supply zone. Text hapa. Supply zone. Supply zone, okay. Kama sasa tumeshaona supply zone yetu, maana yake ni nini sasa? Maana yake ni kwamba kwa wale ambao hawataki kuchanganyikiwa sana, tunatengeneza kitu ambacho kinaitwa trend line. Sababu hapa tumeshajua sasa kama market yetu inashuka chini. Na kama inashuka chini, maana yake ni kwamba itafika stage utakutana na reversal. Hiyo ndo tunaitafuta hapa. And sasa hii madi utafuta reversal ambayo itaenda kutupeleka moja kwa moja kwenye supply zone yetu, ni kwamba lazima tunaangalia kuna aina nyingi tu za kuangalia. Kuna kutumia indicators nini, ila mimi nitatumia nini? Nitatumia trend line kwa sababu ni rahisi na haina kipengele. Kwa hiyo nitachora trend line yangu kutoka huku juu mpaka chini. Zingatia kuchora trend line lazima uzitafute zile pointi, at least pointi nyingi zigusane. Then nitachora line nyingine kutoka chini huku. Yep. Okay. Kwa hiyo imekuja, tunaona trend line yetu ndivyo ichola hapo. Sasa tutajuaje sasa market inafanya reversal? Okay. Kwanza kuna pattern inaitwa tunasema ni falling wedge. Falling wedge ni pattern ambayo kwa mfano wake tu unakuta market inatoka huko ilipo actually, then inatengeneza bearish movement, then at the moment inakuja ina break ile bearish, inafanya changing of character, sawa.
hii ndio tunaita nini? Ndio tunaita hii pattern tunaita kwamba tunaita falling nini? Falling wedge. Sasa hii falling wedge lazima iwe na multiple high na multiple low au multiple high low na multiple low, kwa sababu tunaangalia zile ambazo hizi multiple zimegusana huku juu. Sawa? Na pia characteristics yake nyingine, lazima market iwe imefall. Kwa maana tunaita falling nini? Falling wedge. Maana kwamba inatoka huko ilipo, ina fall huko, ina rise, then inakuja kufollia huko ndani. Sawa? Then inakuja kutokea breakout. This breakout inasababisha market iende continuously up. Kwa hiki ndio ambacho tunachokisubiria hapa sasa hivi. As you see, ukienda kuangalia kazitafuta hizo pattern mtaziona hiyo falling wedge. Kuna falling wedge na rising wedge, zipo tofauti. See, market imeingia hapo, then imeenda kwenye bearish, ikitengeneza multiple low, na haya ambazo hizo ni pointi zimeshikilia nini? Hizi ni pointi ambazo zimeshikilia, tunaziita multiple low ambazo zimeshikilia huko chini kwenye hii trend line yetu. Tuna confirm. Then what we expecting now? Sawa, tunacho expect ni kwamba market ifanye reversal. Sawa, ifanye reversal, kwa sababu kwenye reversal ndipo sisi tutapata pesa. Kwenye reversal ndio sisi tutapata market inaelekea kubadilisha upande, na ndio points ambazo waga market inafanya movement kubwa sana kwenye reversal. Kwa sababu kama institution na big banks zimeweka see hii supply zone ndio eneo lao la kusell, basi hapo ndipo kuna nini? Ndipo kuna order zote zilipo, na order tunasema ni liquidity, kwamba inafanya nini? Ni kama fuel ambayo inafanya market nini? Imove. Kwa hiyo tunacho expect hapo ni kwamba market ifanye breakout. Okay, ifanye breakout hapa, ifanye breakout, itoke hapa kwa a big candle. Tunasema zile big candle, yani the momentum candle, the bullish kubwa, then itafute some kind like a retest, then itengeneze nasema break of structure, kwamba iwe imevuka hiyo recently high. From now on tunaona kabisa hapa market itarudi wapi? Itarudi huku juu. Ikitengeneza a breakout kama hiyo kubwa yenye momentum candle za bullish, hiyo inatusaidia inatuonesha kwamba from now on market imebadilisha uelekeo kutoka bearish kuelekea nini? Kuelekea bullish. Sasa tunacho expecting more ni kwamba market iendelee kurudi hapa. Sawa, it may take like siku au masiku, ila whatever. Tunachotaka ni kwamba market ifike hapa. Na once the market ikifika hapo, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hapo ndipo kuna entry yetu tunapoiwekea. Sawa? Tunapowekea entry yetu. Kwa hiyo take short hapo. Take short position hapa. Take profit itakuwa kwenye recently low, recently high, then stop loss itakuwa juu kidogo. Wait. Yeah. Take short hapo.
Yes, kwa stop loss itakuwa juu kidogo. Itakuwa juu kidogo kwa sababu ya liquidation. Najua liquidity inavyofanya kazi. Kwa hiyo itakuwa juu kidogo, then utakuwa kwa wale sasa tunaochukua ma day traders, tutamake take profit yetu wapi? Kwenye ile breakout. Exactly. Kwa hiyo mpaka hapo utakuwa umepata kama risk ratio ya 8.38 ni kubwa sana, bingo. Kwa hiyo tunachokusubiria ni kwamba market ifanye hiyo. Kwa hiyo kwa wale ambao bado hamjaelewa kuhusu supply, hamjaelewa kuhusu hizi pattern zinazofanya kazi, break of structure na changing of character, just stay tuned. Tatoa vision yake ya maelezo yote. Kwa sasa kuna mengineo subiri. Kwa hiyo kwa sasa tunasubiri. Let's go.